tufunge nini? Sisi hatufungi kama Waislamu chakula kutoka asubuhi mpaka jioni. Ukitaka ukiweza fanya, lakini kanisa halihimizi hilo. Tunahimizwa na neno kutoka Nabii Joeli ambalo lilisomwa siku ya Jumatano ya Majivu tunapoanza kufunga. Anasemaje? Anasema, rarueni mioyo yenu na si mavazi yenu. Huyo ni Nabii Joel sura ya 2 aya ya 12 au 13. Hivi wote tunahimizwa kujiangalia ndani mwetu, sio nje. Mambo ya njaa ya kuumwa njaa na nisijue hapa, hapana. Nenda ndani mwako uone kuna nini. Tujisafishe ndani mwetu, na ndani mwetu imejaa mizizi ya dhambi. Katekisimu inaorodhesha mizizi ya dhambi 7, lakini Yesu anaorodhesha mizizi. Ukitaka mizizi ya dhambi iko 12. Mizizi ya dhambi 12 utapata katika kitabu au Injili ya Marko sura ya 7 aya ya 21 na 22. Hayo ndio ya kufunga. Hayo ndio ya kuhangaika nayo kuyatoa kutoka ndani ya mioyoni mwetu. Hayo yako ndani ya moyo wetu. Rarua moyo, toa vilema hivyo. Kwa vilema hivyo tunawiwa hatuwezi kushiriki mbingu. Tukivitoa hivyo vilema, ndipo tutaweza kupata utukufu wa Mungu. Hivi tufunge kugombana, tufunge kusema uongo, tufunge kuwa wavivu, tufunge kuwa na kiburi, tufunge kuwa na tamaa mbaya, tufunge mambo kama hayo ambayo yanamuudhi Mungu na watu. Hayo yamejaa ndani mwetu. Tunapenda uvivu, watu wa kiburi, walevi na walafi, tuna wivu, tuna hasira, watu wagomvi. Hayo ni wakati wa kufanya kazi kuyafunga hayo. Usiyafanye matendo hayo mabaya. Hapo ndo utakuwa kweli unafunga. Sasa mengine ya nje unaweza kuyafanya ili uelekeze kuweza kumudu kuyafunga hayo ya ndani, ili tuweze kweli kufunga wivu wetu, hasira zetu, kiburi chetu. Itafaa pia kwa nje kufunga chakula, kwa mfano kufunga kinywaji, ili kuweza kujitubisha kwa namna hiyo, kwa ajili ya kuelekeza kuyafungia hatamu yale mambo yaliyojaa mioyoni mwetu, yaliyo maovu niliyoyatamka. Ukitaka hayo mpaka yako 12 ambayo Yesu anaorodhesha katika Injili niliyokuambia ya Marko sura ya 7 aya 21 hadi 22. Hivi tufunge hivyo. Kama unakazana kufunga kwa nje bila kuyajali hayo ya ndani, ni kazi bure.